Halo, habari. Leo nataka nikuletee kitu kipya kabisa ambacho najua kitakushangaza. Lakini ni kitu ambacho kwa haraka haraka tukiona ni kidogo, lakini ukikitafakari kwa umakini ni kikubwa. Sasa kabla sijaanza kufundisha, naomba kwanza hichi kitu ninachoenda kukifundisha jaribu kukitafakari kwa umakini. Waswahili wanasema dhahabu ili iwe dhahabu lazima ipite kwenye moto. Umenielewa? Dhahabu ili iwe dhahabu lazima ipite kwenye moto. Sasa ni kwa nini huu msemo uko hivyo? Huu msemo una maana kubwa sana. Mbele ya jaribu, ninachotaka kusema, mbele ya jaribu unalopitia, mbele ya maisha unayopitia, mbele ya changamoto unayopitia, upo ushindi mbele. Siku zote kabla hujapata ushindi, huwa linaanza jaribu. Hebu anza kutafakari ushindi, kipindi ambacho ulipata ushindi, katika kila kitu ambacho ulipata ushindi, katika kila kitu ambacho ulishinda, lilianza jaribu, vilianza vita, ndio ushindi ukatokea. Tukirudi kwenye vitabu vya kiimani, Yesu Kristo mpaka kufikia hatua ya msalaba, kukamilisha kile ambacho Mungu alimtuma, vilianza vita. Alipata majaribu, alikataliwa. Ilifika mahali mpaka shetani akaanza kumjaribu, kumpandisha mlimani, kumpima, kumjaribu. Kwa hiyo hapa tunaona hivi, tunachokiangalia hapa. Tunachokiangalia hapa. Katika jaribu unayopitia, mbele kuna baraka. Daudi mpaka awe mfalme alianza kuwa mchunga ng'ombe. Ni mtu ambaye kwa anazalolika, wenzake wakifanya mambo yeye anashinda polini kuchunga. Lakini tunaangalia mbele yake akaja kuwa mfalme. Kwa hiyo katika kuheshimiwa, katika kupendwa, katika kufanikiwa, lazima lianze jaribu. Jaribu huwa linatangulia, alafu inakuja baraka. Ndio maana huwa tunashauriwa sana, hata katika maombi, ukiwa unaombea kitu, sasa ikifika muda ambao unamuomba Mungu akufanyie kitu fulani, ikifika ule muda ambao unahitaji sasa kusubiri upate majibu ambayo uliyaomba kutoka kwa Mungu, inatakiwa uwe makini sana. Hapo inatakiwa neema ya Mungu ikuongoze, kwa sababu adui anaweza akakuletea kitu ukasema haya ni majibu ambayo nimemwomba Mungu, lakini ukija kuangalia kumbe sio. Shetani huwa anatangulia baraka zako. Siku zote shetani huwa anatangulia baraka. Lakini hata kama huwa anatangulia, uwaga hafaulu. Kwa sababu mimi tunaamini kwamba kila kitu, kila baraka inayokuja kwako ni Mungu anaileta. Kila baraka inayokuja kwako ni Mungu anaileta. Lakini ndani ya hiyo baraka vita vipo. Sijui mnanielewa? Daudi kuwa mfalme vilianza vita. Yona, Mungu kumhitaji ili amtumikie, alipitishwa kwenye vita. Yona alikuwa sio akili yake ile ya kukataa, mara amezwe na samaki, akimbita, aende vipilika nyingi zile, ilikuwa sio yeye. Ni majaribu ambayo yalikuwa hayataki. Alijua kwamba akifika akatia yale maagizo ya Mungu atafanikiwa. Nadhani mnanielewa. Ninachokizungumzia hapa, siku zote baraka zako zinatanguliwa na jaribu. Yaani linaanza jaribu, zinakuja baraka.
Naongea hichi kitu kwa uhalisia kabisa. Na baadhi ya mifano ninayo mingi. Na mara nyingi mimi vitu ninavyofundisha huwa nafundisha vitu vya uhalisia ambavyo nimevipitia au nimeviona kwa watu wengine. Kwa hiyo nataka nikutie moyo mpendwa, ndugu yangu katika Bwana. Jaribu unalolipitia hapo ulipo. Hapo unaposikia sauti, jaribu unalolipitia, mbele kuna baraka. So, take care. Take care. Dhahabu ili iwe dhahabu lazima ipitishwe kwenye moto, iungue, ipigwe, iparuliwe, iunguzwe, inuke. Lakini baada ya kunuka kuna manukato mbele yake. Mimi ni mwongeaji sana, lakini najua mmenielewa kwamba pointi yangu ni kwamba jaribu unalopitia usikate tamaa, mbele kuna baraka. Na mara nyingi kwenye baraka linaanza jaribu. Yaani ukiona kuna changamoto unapitia, vita vikali, jua mbele kuna baraka. Asanteni jamani. Huwa napenda sana kuwafundisha kwa sababu ninaopitia mimi au naona amepitia mtu fulani au naona Mungu ananiongoza, sitaki na wengine wapitie. Okay. Endelea kunifuatilia na masomo mazuri sana. Meendelee kuniombea, na wapenda sana ambao mfuatia vipindi vyangu, na wapenda sana. Mungu awafunike, awasaidie, na masomo yanayowafundisha yako rohoni sana, lakini mfuatilie masomo yangu. Nawapenda. Thank you.